Yeah, the job is good. Na Mjaruo te? Mjaruo ni mtu amesoma. Na ni our brother in this Kenya. Kwa hivyo ukipatia Mjaruo kazi, bora mpatie kazi na badge, na cheo, na business card. Hata kama ni kazi ya kuosha choo, ukipatia Mjaruo, bora muite Chief Executive Toilet Cleaner. That is a reality. Na ndugu yetu Mubaruya naye, Mubaruya ukimpatia kazi hata is our brother in this Kenya. Ya, na Mubaruya ni mtu wako very democratic. Mubaruya angalia chama zote yuko. Ukienda Jubilee yuko. Ukienda NASA yuko Mubaruya. Ford Kenya yuko. Mubaruya ndio democratic. Ya Mubaruya kwa nyumba sote aweki mayai yake mahali pamoja. Ukipatia Mubaruya kazi, mupatie kazi na servant quarters, pahali pa kuishi kazini. Hata nyumbani aendi, hata ofu ataki. Maana mshahara yake kwa vile alipi nyumba. Mubaruya ananua radio mbili. Radio ya kwanza anatumia wife Kakamega. Na radio ya pili anabaki nayo kwa servant quarters. Sasa kazi ya Mubaruya ni kutuma salamu instead of going home. Hata wewe mwajiri anakusalimia kwa radio. Na kama ni urongo fungulia KBC. Ya fungulia radio station yoyote. Ukifungulia radio utasikia wale wanajua kutuma salamu. Ya anaambiwa salimia watu wawili. Anaweza salimia watu 50. For example, take an example. Huyu ni Mubaruya. Na mimi ni mtangazaji wa karibu sana ndugu katika studio zetu. Sema yako kandi. Ambia wasikilizaji majina yako na utuambie umetoka wapi. Kwa majina kama mimi naitwa Licha Tuepukulu kutoka sehemu za Kakamega Ingo. Ulianza kushiriki nini katika hifadhi ya kutuma salamu? Mondo salamu bwana. Vitu vichinjanga bwana. Niacha kutuma. Basi watu wanakusikia kwa radio na leo nakupa fursa usafiri. Unasikika kwa radio? Bwana. Unasikiaje? Salama sana bwana. Basi salimia mashabiki wawili na uwapatie ujumbe. Kwanza kabisa ni kwa Soto Monyoro Swabili kango manyi kasinjo ndi ndio kwa nini? Nimeona alikuwa ameteza sana. Ujumbe ni kwa wanyama akiwa Butere, wanyama akiwa Bungoma, wanyama akiwa Kakamega na wanyama wote wale wako Kenya. Ujumbe ni kwa bibi yangu. Unamwambiaje? KBC ndio nusu ya kuonana kandi. Wakikuyu congratulations. Anyway, Wakikuyu hawapendai kutuma salamu. Wakikuyu ukisikia Wakikuyu ni ngumu sana wala tiwa unasikia sabiki Wakikuyu. Yaani mmoja tu. Ni mmoja tu. Na sio mwingine. Radio zote. Sio mwingine. Wajoi wakigoine kutoka tetu. Radio ule sabiki kubwa sana. True story. Naona mwanetu bila akina mama wananichekelea. Wanaume msifikiri ati akina mama wanacheka vile tunaongea. Hawacheki vile tunaongea. Wanashindwa hivi nini? Wanacheka hii problem. Lakini ukipata this problem, maternity ni free. Lakini ukipata hii problem, tulikuwa huko huyu akipimo. Mama wakikuna wakabo wanapiga nduru. Kwanza wahebu ndio. Kwanza wahebu ndio denje. Hebu gonga. Isikusiwe Wajaruo ndio wakali. Maternity wanatukana mabwana zao. Wakiza wanawika. Mimi na onyango yawa. Adoti matindo ungeniti kwa kuoni mangesha. Anaulizwa na daktari. Wewe mama, wakati mlikuwa na unyango ulikuwa unasemaje? Tumesema tunaishi nyumba moja. Ile kitu nimegundua hapa Kenya yote iko hapa. Na unajua kama ni ukweli tunaishi nyumba moja, lazima hata wewe ukiwa na familia unajua mtoto mmoja yule muaminifu. Ya, na unajua yule mtoto anakula zaidi kuliko wengine. Lakini Kenya yule mtu muaminifu katika brother zetu. Ya hapa Kenya mzima ni Mukamba. Mukamba is very trusted. Mukamba ni muaminifu. Angalia nani aliweka bendera Mount Kenya. Alikuwa anaitwa Kizoi Munyao, akawacha Kilimambogo, akaweka Mount Kenya. Hiyo ni uaminifu. Angalia mtu wa kwanza kusimamia jeshi la Kenya. Wakati wa independence alikuwa anaitwa General Ndoro. Na serikali nyingi za Kiafrika zikapenduliwa, lakini ya Kenya haikupenduliwa, maana Mukamba ndiye alikuwa mkubwa wa majeshi. Hiyo ni respect. Angalia nani alikuwa Chief Justice 2013. Chief Justice alikuwa anaitwa Willy Mutunga. Aliamua kesi na dakika 4 akasema huyu yameshinda uchaguzi na kesi kwisha. Mukamba anakubaliza. Anamaliza maneno. Na kama muamini Mukamba ni muaminifu. Nani alikuwa vice president wa Kibaki na hakuwa chama moja na Kibaki? Hakuwa wa chama moja na Kibaki. Kibaki alikuwa PNU. Na Kalonzo alikuwa Wiper. Na unaona Kibaki anaangalia kaona katika watu wote Kenya mzima huyu ndiye anafaa vice president. Maana ni Mukamba ni muamini. Na ndio mjue Kalonzo ni muaminifu. Si aliwachio kiti ni Kibaki na hakukalia na hata kalia, maana ni muaminifu.
we are not serious. Nataka msimame. Yeah, we are not serious anyway. Nataka msimame. Maana unajua kikula wakati unacheka. Yeah, unaongezea miaka yako. Lakini ukikasirika unatumia nguvu nyingi sana kwa kukasirika. Na hizo nguvu ungetumia kufanya kazi ya kukuletea mapato. Hapa afadhali kucheka siku kidogo, halafu ukicheka siku moja unaongezea siku nyingi. Kama 3 ama 2. Maana Waswahili wasema akili ni mali. Tena akili ni nywele. Na kila mtu ana zake. Sasa angalieni kama akili ni nywele. Na kila mtu ana zake. Huyu amenyoa zote. Hakuna akili. Sana ni yule ana kipara. Yeah, yule mwenye kipara tutamtetea. Maana siku nyua amenyoa. Yeah, yule mwenye kipara tutamtetea scientifically. Kama akili ni nywele, basi yule mwenye kipara hata ule ako na akili mingi. Baka anakuwa na ile kitu inaitwa na kizungu academic erosion, yani mmonyoko wa akili. Hao unasema namna gani? Wakenya tumebarikiwa sana. Imagine Kenyans we are very democratic. Yeah, sahi kulingana na historia ya Kenya. Tumefikisha marais 4. Tumefikisha, angalia kama Zimbabwe juzi ndio ilipata rais wa 2 na kwa fujo. Just imagine. Lakini Kenya tumebarikiwa sana, tumepata rais wa 4 na tunaendelea tu. Yeah, na kila rais tunamkumbuka. Na vile alikuwa anatenda. Yeah, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Alikuwa kibeba mkia ng'ombe na kudiscipline ma ministers wake. Na wakati wa Kenyatta kulikuwa hakuna mgomo. Ulikuwa ukigoma unanyoroshwa, unaambiwa usilete nyoko. Naenda nyumbani. Na rais wa 2 wa Jamhuri ya Kenya, Daniel Toroitich arap Moi. Mzee Moi tunamkumbuka kwa mambo mawili. Alikuwa kibeba rungu na maziwa kwa watoto wa Nyayo. Na kila mahali alikuwa anapenda paitwe jina yake. Nyayo Stadium. Ya kama angekuja hapa pangeitwa Nyayo Hotel. Galagiri Nyayo Hotel. Ya rais wa 3 wa Jamhuri ya Kenya alikuwa anaitwa Mzee Emilio Mwai Kibaki Mofaya. Mzee Mwai Kibaki naye tunamkumbuka kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, muundo msingi wa barabara. Na jambo la pili, katiba mpya. Na jambo la tatu, kuongea maneno haieleweki amesema nini mpaka usome kwa gazeti kesho. Lakini Kibaki alikuwa mjanja sana. Kwa nini tumesema ni Mofaya? Maana Kibaki ni mjanja. Hakupatiwa Wakikuyu ajenge barabara. Alijua atafanya corruption. Hakupatiwa Wajaruo. Alijua Wajaruo watapigana na mawe. Hakupatiwa Wakamba. Alijua Wakamba watangoa tairi. Hakupatiwa Wazungu. Alipatia wa China. Maana alijua wa China watarudishia Kenya mkono. Sasa hao wa China wamezaa na Wakikuyu wa Thika. Sasa ukienda Thika town ama Kasororo utapata mtoto Sing'yong Kariuki. Ukienda Githurai 45 Shumamoto Wanjiru. Vision 2030 utakuta Mchenya anachoma mahindi. Ya, na ukienda kumwambia Mchenya nikatie mahindi, anakuambia na Gikuyu tigoli mo. Lakini ukiangalia macho Mchenya ndio, lakini anachoma mahindi. Lakini Kikuyu ni ngumu sana. Ya, hakuna lugha ngumu kama Gikuyu. Kikuyu ni ngumu na hakuna mtu anaweza kusema yeye ni Mkikuyu original. Na sisi hata Muembu hakuna original. Mpaka usome Bible ya Kiembu ndio tuamini wewe ni Muembu original. Maana hiyo ndio original. Maana unajua hii lugha ni ngumu sana. Angalia hata Mumeru akiongea lugha yake, Mumeru akiongea ni Kikuyu, lakini kama mtoto anajifundisha Kikuyu. Maana ngeli yake ni atate tito tu. Anaongea utakolia mtu wako na atakokalia. Sasa unateremka pole. Embu. Unakuja hapa tulipo Embu. Unakuta iko na abai. Yaani abai. Kubana hatia. Alafu sasa ukiteremka kidogo ukienda pale Kirenyaga inakuwa kama Kifrench. Ya, hiyo iko na Kenya inakuwa na kake kikoku. Tangura. Sasa ile Kikuyu ngumu my friend ni ya Nyeri. Sasa nenda Nyeri kwa Moi Kibaki. Asa Murang'a. Murang'a iko na mami momu. Ndiramira moke tulie miebe. Sasa enda Nyeri. Nyeri ndio Kikuyu ngumu zaidi. Iko na chache chicho chu. Na ikianza na cha inaisha na T. Iko na formula. Si ndio? Ikianza na cho lazima ikuwe na T. For example, ule kila T cha T na wewe na cha.
Sasa wacha tuwapatie history moja ya Munyeri mmoja. Alikuja pale mmoja tunaishi. Ya, sasa pale taoni mahali tunaishi alikuwa ni nyanya mzee. Unajua nyanya alikuwa anapiga dasa maana watu wameenda job, sasa yeye amebaki akajikipu Akajipa shughuli. Akaona kutoka Nyeri mpaka hapa. Wacha nifanye na mimi Wacha niwasaidie watoto wangu wajukuu wangu. Sasa akaanza kupiga dasta nyumba. Bahati mbaya kuna waya ya stima imetoka inaguza maji. Pale chini mahali watu weka socket ndio uchemshe maji. Sasa yule nyanya akipiga dasta anatetemeshwa na ile maji hajui. Sasa nyanya hajui akafikiria ni nguo amevaa mingi. Kwanza akatoa kidogo akabaki na t-shirt. Sasa alipoenda kupiga tena akasikia bado anatetemeshwa, akaenda akaweka chai ilikuwa na kichungi, alikuwa anakunywa. Akakunywa ile chai, kuguza maji tena akatetemeshwa ile chai ikamwagika. Sasa kuna kijana Munyeri alikuweko hapo. Akaangalia hiyo reaction, akasoma hiyo picha, akaguza ile maji, akajua, akaenda kazima main switch. Sasa akaanza kuelezea na Kikuyu ya Nyeri. Hiyo ndio tulicheka. Alianza kusema na chache chicho. Alisema chochora hurata sahadi wana choke tia. Chochora huro choti. Akaanza kuhusu ile reaction ya kutoa ile kisha akaenda kuweka chai akasema chochoa horo chotli adi aluta t-shirt adi kona chati ekera chai na gachugi adi kona dasta legere ahoro choti yake hapo na chene tikana kila utika horo choti